Hello, praise Jesus, hallelujah. Naitwa Happiness Isengi na kukaribisha sana kwa channel yangu ya Becoming. Kwenye hii channel is all about becoming. Our goal is to become like a Christ, to reveal the image and the likeness of God who has created us, to attain the fullness of Christ, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Efeso 4:13, kuwa watu wakamilifu katika mahusiano, katika ufahamu kimwili na kiroho pia. And kama unajiuliza inawezekanaje, na mimi nilikuwa najiuliza hivyo kwamba inawezekanaje, lakini yes, inawezekana kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na leo tutazungumza juu ya maono, ili kwamba sasa tuweze kuwa watu wakimilifu, ili tuweze kufikia utimilifu wa kimo cha Kristo. Ni lazima tuwe watu wa maono, ni lazima tuwe watu wa vision. Basi tumshukuru Mungu ili aweze kutusaidia kuelewa kila anachozungumza kwa siku ya leo. Father, we thank you for this time. Holy Spirit, welcome. Fungua macho yetu ya rohoni, fungua na masikio yetu, tuweze kuona, tuweze kusikia na kuelewa, ili tuweze kuokolewa kutoka katika maangamizo. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. So tunazungumza juu ya maono, kwa Kiingereza ni vision. Nitamnukuu Myles Munroe, kwa tafsiri sio rasmi. Kwa nyakati tofauti alisema, kama kuna zawadi, karama kubwa ambayo Mungu amempatia mwanadamu, ni karama, zawadi ya maono. Vision is one of the greatest gift that God has given man. Na nilimsikia mtumishi pia akisema kwamba, mtumishi mmoja akisema, mtu asiyekuwa na maono, tunazungumza maono ya moyo, the visions of the heart. Mtu asiyekuwa na maono ana hali mbaya kuliko mtu ambaye hana uoni, kwa maana ya macho yake hayana uwezo wa kuona. A person without vision is worse than a person with no sight. Na nilimsikia pia kiongozi, na mimi nilikuwa ninashiriki kwenye hizo kazi. Kiongozi ambaye alisema katika hizo kazi alikuwepo mtu ambaye hawezi kuona, hawezi kuona, na ulemavu wa macho, ndivyo anavyosema. Na huyu kiongozi akasema kwamba ijapokuwa huyu mtu hawezi kuona kwa macho ya mwili, lakini anaona vitu vingi na vya ndani na vya maana kuliko wengi wenu wenye macho ya nyama. Na hiyo ilikuwa ni kitu kizito. It's true kwamba japokuwa wengi
Yes, wanaona kwa macho ya nyama, lakini yule ambaye alikuwa hawezi kuona alikuwa analeta hoja nzito, vitu vizito, mambo ya muhimu kuliko wengi ambao wanaweza kuona katika mwili. Yes. So maono ni muhimu kiasi hicho. Basi tuone Biblia inasema nini, neno la Mungu linasema nini juu ya maono. Tukiangalia maandiko kutoka Mithali 29 mstari wa 18, maandiko yanasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia, like people lack discipline. Watu wanakosa nidhamu, watu wanakosa heshima, wanakuwa wild, wanakuwa kama wanyama, wanafikiri wanaweza kufanya kitu chochote kwa kukosa maono. Mtu anakuwa wild, anakuwa kama mnyama, anakosa kujizuia, anakosa discipline, anakosa nidhamu, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Tuangalie maandiko kutoka Mithali hii, lakini nataka tuone tafsiri za Kiingereza tupate maana pana zaidi. Tukiangalia kutoka King James Version, neno la Mungu linasema hivi: where there is no vision, the people perish. The people perish. Kule tuliona watu hukosa kujizuia, like people lack discipline. Watu wanakosa kujizuia. But he that keepeth the law, happy is he. Ana furaha mtu yule aishikaye sheria. Kwa hiyo hapa Kiingereza kimenyooka kwamba pasipo maono watu wanaangamia, na ndio hii tafsiri nilitaka tuipate. Pasipo maono watu wanaangamia, watu wanakosa kujizuia, lakini anaheri mtu yule aishikaye sheria ya Bwana. Sasa hapa tunazungumzia maono ya moyo, the vision of the heart, na tumeona jinsi ambavyo ni muhimu, na hii inathibitishwa pia na ukweli kwamba watu walioleta mabadiliko kwenye kizazi hiki na hata vizazi nyuma yetu ni watu ambao walikuwa na maono. Kwa mfano tukizungumzia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa na maono juu ya taifa hili la Tanzania, ya kwamba Watanzania wapate uhuru wa kisiasa. Lakini hakuishia Tanzania, hata Afrika. Na ndio maana tunaona nchi nyingi za Afrika zikiwa zina pambania uhuru, zikiwa kwenye harakati za kukomboa nchi zao, walikuwa kukiwa na shida wanakuja wanakimbilia Tanzania, kuwa kama ngome, kimbilio, waweze kujinoa, wakirudi kwenye nchi zao waweze kupambana na wale wageni na wale wakoloni ili waweze kupata uhuru wao. Kwa hayo yalikuwa ni maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba Tanzania na nchi za Afrika ziweze kupata uhuru wa kisiasa, lakini pia iwe ni nchi ambayo inaweza kujitegemea kiuchumi. Nelson Mandela alikuwa na maono kwamba South Africa itoke katika mateso ya makaburu. Martin Luther alikuwa na maono ya kwamba ifike wakati watu wasiwe judged kutokana na rangi ya ngozi zao, lakini Amerika iwe ni jamii ambayo
kusimamia usawa na haki pasipo kujalisha rangi ya ngozi ya mtu. Hao ni watu waliokuwa na maono, na watu wengi unawajua. Lakini pia kwenye Biblia tunaona watu wengi ambao wameleta mabadiliko na wameleta impact, ni watu waliokuwa na maono. Ukimwangalia Moses, ukimwangalia Joshua, ukimwangalia Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na maono ya kwamba dunia iweze kukombolewa, mwanadamu aweze kurejeshewa ile nguvu yake, ile hadhi yake ya kufanana na Mungu. Maono ni muhimu, na ndio maana maandiko yanatuambia kwamba pasipokuwa na maono watu wanaangamia. Watu wanaangamia. Sasa maono yanakuja kwa ngazi na levels tofauti. Taifa lina maono. Hata Tanzania ina maono. Kwa mfano, ukizungumzia dira ya maendeleo ya mwaka 2025, mwaka 2050. Hayo ni maono. Familia zina maono. Kanisa lina maono. Kwa ukikuta kanisa limekosa maono, ukikuta taifa limekosa maono, ukikuta familia imekosa maono, ukikuta mtu binafsi amekosa maono, ina maana kinachofuata ni maangamizo, ni uangamivu. Kwa sababu watu wanakosa discipline, wanakuwa kama wanyama, wanajiendea, wanajifanyia vyovyote wanavyofikiri wanaweza kufanya, kwa sababu tu wamekosa maono. Sasa kuna tafsiri mbalimbali za maono. Nilikuwa najaribu kuangalia tafsiri ya maono. Cambridge Dictionary wamefafanua kwamba maono, vision, is the ability to imagine how something could develop in the future. Mwingine amedefine vision is the act or power of seeing. Bishop David Oyedepo ameelezea maono kama ni the unfolding of divine plan and purpose as it relates to you. Kwamba maono ni udhihirisho wa kusudi la Mungu la maisha yako. Udhihirisho wa kusudi la Mungu la maisha yako. Mwingine pia amefafanua kwamba maono is the ability to perceive and pursue God's plan for your life. Ni uwezo wa kuelewa, kufahamu, kuperceive, na kuweza kuishi kusudi la Mungu la maisha yako. Kwa hiyo na wewe kuna maono kwa ajili yako. Mungu ana maono kwa ajili yako. Ana maono kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na tukiangalia katika hii Mithali 29:18 tunapata majibu namna gani tunaweza kupata maono. Kama ni maono ya kimungu, maono ya kuleta mabadiliko, maono ya kugusa maisha ya watu, maono ya kuleta solution kwenye maisha ya watu, ni maono yanayotoka kwa Mungu. Kwa sababu hata shetani ana maono, lakini ni maono ambayo yanaishia kwenye uangamivu. Kama maandiko yanavyosema kwamba adui haji ila aibe, avunje, auwe, achinje,
aharibu na kuangamiza kabisa. Hayo ndo maono ya shetani. Kwa maono yoyote ambayo yanaelekea uharibifu, hayo ni maono ya shetani. Maono ya Mungu tunayapata kutoka katika sauti ya Mungu. Mithali 29:18 kama tulivyosoma kwamba ana heri mtu yule aishikaye sheria ya Bwana. Kwamba katika kuishika sheria ya Bwana, katika kusoma neno la Mungu, ndiko tunakoweza kupata maono ya Mungu juu ya maisha yetu. Sasa maono yanatupa mwelekeo wa maisha. Kama macho ya mwilini, kama huwezi kuona, ni ngumu kujua unaenda wapi, ni ngumu kufuata njia. Ndio maana mtu anakuwa anahitaji msaada. Vivyo vivyo unavokosa maono, mafunuo ya rohoni juu ya maisha yako, mpango wa Mungu juu ya maisha yako, ina maana wewe huna direction. Ina maana wewe huna mwelekeo, unakosa mwelekeo, hauna dira. Maono ndiyo yatakayokupa dira. Maono yatakusaidia wewe kuwa mtu wa matendo, kwa sababu tayari una maono, umepata picha ya kule unakokwenda. Kwa hiyo utachukua hatua kuendea kile ambacho umekiona. Ibrahim aliona nchi ya ahadi, akachukua hatua kufanya nafasi yake ili kuiendea ile nchi ya ahadi. Maono yanakuongoza kupanga mipango. Kama hauna maono utapanga nini? Hujaona kitu utapanga nini? Kwa maono yanakupa wewe kupanga, kuweka malengo. Maono yanakupa kutathmini, lakini kuwa na focus. Kwamba hiki ndicho ninataka kuachieve. This is what I want to achieve. This is what I want to accomplish in life. So you become focused. Unakuwa focused. Unaweza kusema hapana. Mtu akikwambia tufanye hiki, tuende kule, tufanye hivi, unaambia kuna hiki ninahitaji kukamilisha. Kuna maono ninatakiwa kuyafikia. Maono yanakupa nidhamu. Ndio maana tumeona hapa kwamba pasipo maono watu hukosa kujizuia. Kwa sababu huna maono, huna pa kwenda, huna mwelekeo, utafanya kitu chochote tu. Utatumia muda wako vyovyote vile. Lakini ukiwa na maono, unakuwa na nidhamu kutumia muda wako vizuri. Unakuwa na nidhamu vitu gani useme, vitu gani usiseme. Unakuwa na nidhamu uambatane na marafiki wa aina gani. Unakuwa na nidhamu chakula gani ule. Unakuwa na nidhamu hata kufanya mazoezi, kwa sababu unajua ili uweze kufikia hatima yako ni lazima uwe katika afya njema. You have to be in a good shape. Lakini pia maono yanakufungulia milango ya fursa. Unapokuwa sasa unaishi maono yako, milango ya fursa inafunguka, kwa sababu ni Mungu aliyokupa hayo maono, na ni Mungu ndiye ambaye atatoa, ataprovide kuona kwamba hayo maono yako yanatimilika. Atafungua fursa, atakupa washirika, na vyote ambavyo unahitaji kwa ajili ya maono yako. Lakini maono yanakupa maana ya maisha. Yanakupa maana ya maisha. Kuna ile mtu unafikia hali ya kukata tamaa, unajaa malalamiko, unachoka. Ni binadamu. We all get tired. We all get discouraged at some point. Yeah. Lakini ukiwa na maono yatakupa sababu ya kuamka asubuhi. Maono yatakupa sababu ya kuendelea kutumaini. Yes.
ya kwamba hata katika hili nitaendelea mbele. Hata katika huu ugonjwa, katika huu dhaifu, nitaendelea kutumaini, nitaendelea kuamini. Kwa sababu kuna kitu kiko mbele yangu na ni lazima nikifikie. Mungu amesema ni lazima nikifikie. Na tunapokosa maono sasa, ndio hivyo, maisha nayo yanakosa maana. Maisha yanakosa maana. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 tukawa watu wa maono. Na kama tulivyoona, maono ya aina hii yanayoleta mabadiliko, maono yanayoleta maana ya maisha, yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Na maandiko yanasema ikiwa mtu amekosa hekima, basi naombe kutoka kwa Mungu, na Mungu atampatia, pasipo kukemea, pasipo kulaumu. Maono ni hekima ya Mungu aliyotupa sisi kuishi, ili kudhihirisha sura na mfano wake, kudhihirisha mpango wake alioweka ndani ya kila mmoja wetu, ili kufanya maisha kuwa mazuri, maisha kuwa ya amani, maisha kuwa ya kufanikiwa, ya kudhihirisha utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hatuna budi kuomba Mungu atupe maono. Maono binafsi. Ndio, kuna maono ya familia, kuna maono ya kanisa, kuna maono ya organization, maono ya kampuni, maono ya wizara, maono ya serikali, maono ya taifa, maono mpaka ya dunia, si ndio? Yako maono hayo. Lakini wewe kama mtu binafsi, inakupasa kuwa na maono ya maisha yako. Mimi nina maono Mungu amenipa. Na hiki ninachokifanya, ninaishi maono yangu. Yes. Kwa hiyo tutamuomba Mungu ili atupe maono, ili tuishi maisha yenye maana, ili tusiangamie, familia zetu zisiangamie, jamii isiangamie, taifa lisiangamie. Tuombe Mungu atupe maono, tuwe watu wa discipline. Tuwe watu wa discipline. Basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufundisha. Umesema ya kwamba mtu akipungukiwa na hekima na aombe, na wewe pasipo kukemea utampa huyo mtu hekima. Na sisi tunaomba hekima leo, ya kwamba mtoto wako na mtumishi wako huyu ukampe hekima, ukampe maono, ukaufunue mpango wa maisha yake ulioandaa juu ya maisha yake. Ukaufunue huo mpango, Bwana, na ukamuongoze namna ya kuishi. Na hata ikiwa alipuuza, umemfunulia mpango wa maisha yake, umempa maono ya maisha yake, lakini akapuuza, Baba, ninaomba rehema, tunaomba rehema. Ukahuishe tena ile shauku ya kuishi maono, ukahuishe tena ile shauku ya kutenda, ukahuishe ile shauku ya kuishi mpango wako ndani yake, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana, tunakurudisha wewe sifa, heshima, utukufu na shukrani zote, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Mungu akubariki. Kama hauja subscribe, tafadhali subscribe, lakini pia share ujumbe huu ukafanyike baraka kwa ajili ya watu wengine na katika mwili wa Kristo. Lakini like na acha comment, acha maoni yako. Mungu akubariki hadi wakati mwingine.